Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu naendelea salama. Na leo siku ya Jumatano tuko hapa kwa ajili ya kipindi cha mafundisho kwa wanawake. Na leo tutaenda kuanza na maswali na majibu. Tumekuwa na maswali mengi sana kwa habari ya kujistiri. Kwa hiyo ikapendeza zaidi kwamba kama tulivyoulizwa huku, kwa sababu kuna watu wengi wana maswali zaidi, wengine wanasema tunakuwa confused. Kwa hiyo ni heri tuweke hadharani ili na wewe pia mwanamke, kama kuna swali ambalo ulikuwa confused, basi leo hiyo confusion iweze kuondoka. Na tutakuwa na Pastor John Kagoro ambaye tutakuwa naye na ndiye atakaye kwenda kusimama kwa ajili ya kujibu hayo maswali. Amen. Karibu Pastor. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipatia kuzungumza nanyi siku ya leo katika kipindi cha maswali na majibu. Basi nitaenda kuomba neema ya Mungu iwe pamoja nasi katika kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuomba Roho wa Mungu uwe mwalimu kuwafundisha watu wako katika yale ambayo nitazungumza nao. Ninaomba Baba, hekima na maarifa ziende pamoja nasi katika maswali haya na majibu ambayo Bwana tutakuwa tunayafanya. Kwa neema yako Baba na kwa fadhili zako, funika kipindi hiki chote ndani ya utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo, wasaidie Baba wale wanaonisikia mioyo yao ipate uwezo wa kuelewa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana Pastor, Mungu akubariki. Basi tutaenda kuanza na maswali yetu ambayo yalikuwa yametufikia, na swali la kwanza ilikuwa ni kwamba mimi ninaomba kujua nini maana ya mavazi ya kujistiri, kwa sababu hata tukivaa kwa kujistiri bado utaambiwa nguo yako ina hichi na hichi na hichi, nguo yako ina hichi na hichi, kwa sababu mimi najua kujistiri ni hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo huyu mtumishi anatamani kujua anataka kujua kwamba mavazi ya kujistiri ni mavazi ya namna gani, ni yapi hayo mavazi ya kujistiri kwa mwanamke. Amen. Karibu. Amen. Ni swali zuri ulioniuliza, lakini nitalijibu kwanza kwa andiko. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo mlango wa 2 mstari wa 9, Biblia inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Natamani nizungumze kitu kimoja. Agizo la mwanamke kuvaa mavazi ya kustiri ni amri na sheria kutoka kwa Mungu mwenyewe, na sio kwamba ni amri au sheria za kanisa. Hapana, ni agizo la Mungu moja kwa moja kutoka kwenye neno lake. Sasa Mungu anapozungumza mavazi ya kujistiri huwa anazungumza kwa habari ya namna gani? Sasa neno kujistiri ni neno ambalo linaongelea kwa habari ya kuficha kitu fulani. Sasa Biblia inaposema kuficha, kujistiri, maana yake ni kwamba mwanadamu, mwili wako ni hekalu la Mungu. Kuna maeneo ya mwili wako ni utupu. Ninapoongelea ni utupu, ni maana yake ni maeneo ambayo wewe kama mwanadamu hutakiwi kuyadhihirisha kwa mtu mwingine kwa sababu ni aibu. Utupu ni jambo lolote linaloleta aibu. Sasa wengi wanafahamu kwamba eneo la utupu ni kuanzia hapa kiunoni na kushuka hadi hapa chini. Hapana. Lakini Biblia inapoongelea utupu, kuna maeneo ambayo katika mwili wako hautakiwi kuyafunua mwanadamu mwenzio akayaona, kwa sababu akiyaona unaamsha tamaa, unaamsha hali ya kukutamani katika ngono. Yaani unaamsha tamaa yake ndani kwa kumpa mawazo mabaya kwa sababu ya kuyaona. Sasa Biblia inaposema mavazi ya kujistiri ni mavazi ambayo ukiyavaa unafunika utupu ndani ya mwili wako. Sasa mbele za Mungu utupu tunaongelea ni kuanzia hapa shingoni mpaka kwenye wayo wa miguu yako, hapa kwenye viwiko, na kuanzia kwenye hii mikono mpaka hapa mabegani. Huo ndio utupu wa mwanadamu. Kwa hiyo nguo yoyote ambayo wewe unaivaa, hakikisha
hayakisi maumbile yako ya ndani. Transparent clothes, yani ni nguo ambayo inaangaza. Mfano, unaweza ukavaa nguo ndefu ni nzuri, lakini ndani inaangaza. Umevaa chupi gani, inaangaza kifua. Umevaa nguo ambayo inabana matiti yanaonekana, labda inabana makalio au mapaja inabana, yani nguo zile za kubana ambazo zinaonesha maumbile yako ya ndani, ile inakuwa ni nguo ambayo hujajistiri. Nguo nyingine unaweza kuwa unavaa lakini ni fupi. Mfano, inaweza ikawa ni kimini, umevaa inaacha mapaja wazi. Yale mapaja wazi ni utupu wako. Mwanaume akiona anaamshwa tamaa. Biblia inasema kila amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Sasa mwanaume huwa anatamani nini? Kuna maumbile ambayo mwanamke ukiyaonesha mwanaume anayatamani, na vile vile kuna maumbile ambayo mwanaume ukiyaonesha mwanamke anayatamani. Sasa yale maumbile Mungu anataka uyafunike. Cha kwanza ni mgongo wako. Kuna mwanaume akiona mgongo wako tu anatamani. Mwingine akiona kifua chako anakutamani. Mwingine akiona mapaja yako anatamani. Mwingine akiona nguo yako iliyobana makalio alivyoumbika vile ukibana sehemu zako za mbele huko anakutamani. Kwa hiyo unagundua kwamba yale mavazi yanakuwa yanafunua utupu wako. Sasa Mungu anataka uvae vazi ambalo linakufunika mwili wako. Wanawake mnasemaga mavazi ya mwendo kasi. Sasa wengine hapa tusipotoshane kwamba unaweza ukawa unavaa vazi la mwendo kasi lakini linaacha matiti yako yanakuwa kuna namna ambayo mwanamke ukiwa unatembea viungo matiti yanaonekana dhahiri kabisa, anaenda kulia kushoto. Mwingine unaweza kuwa unavaa madela lakini unakuta moja kwa moja yanabana kifua hivi kinaachia, au ni dela ambalo ukiwa unatembea linaakisi mjongeo wa mwili wako. Sasa Mungu anataka nguo unayovaa isifunue chochote ndani ya mwili wako. Yaani usivae nguo ambayo mtu akaona maumbile yako ya ndani. Unavyotembea, jinsi mwili unavyoenda kulia na kushoto, au vile viungo vyako vinavyohama na kuhama, vikawa vinashawishi tamaa kwa mwanaume. Kwa hiyo mavazi ya kujistiri ni mavazi ambayo yanafunika utupu wako kama mwanaume au kama mwanamke. Pia mwanaume unaweza kuwa makini. Kuna suruali ukivaa zinaakisi maumbile yako ya mbele. Yaani unaonekana maumbile yako ni yamekaa vizuri. Yaani ya mbele yanaakisiwa. Mwanamke akikuangalia hivi anaweza kuwa anakutamani. Unaweza kuwa unavaa nguo ambazo zinaishia huko kata mabega. Unaonekana una misuli, kifua kimebana. Unakuta zile nguo zinakuwa zinamshawishi mwanamke kwa kutamani. Na hizi nguo usivae kanisani wala usivae nyumbani, kwa sababu kila mahali Mungu yupo na anakutazama. Amen. Amen. Asante mtumishi, ubarikiwe. Na hapa kuna swali la kuongezea, kwa sababu nalo ni mojawapo la kujistiri, kwa vile pia ambavyo nimesikia, kwa vile pia ambavyo watu nimeulizwa swali hili kwamba mtu anaona kuvaa tight ile ya ndani, anauliza je, ni dhambi au sio dhambi? Kwa sababu anasema kwamba nikivaa tight ninajistiri mwili wangu, kwamba kwa sababu wanawake huwa wana maumbile tofauti. Kwa mwingine asipovaa tight unakuta hata akitembea tu mwili wake wa kawaida, ule mwili wake unafanyaje? Kuna namna vile akitembea fulani. Kwa hiyo anaona ni heri avae tight ili kujizuia angalau mwili wake usiwe unacheza. Lakini mwingine anasema mimi navaa tight kwa sababu ya mapaja yangu yakigusana na toka vipele, sababu kama hiyo. Lakini sababu ambayo zaidi wanawake wengi wamekuwa wakitumia ni kwamba na yenyewe tight ni vazi mojawapo la kujistiri kwa mwanamke. Sasa ni sahihi kuvaa hiyo tight au? Amen. Nitajibu swali hili kwa namna moja. Ukisoma kwenye Biblia, makuhani walivyokuwa wanavaa kanzu, Mungu alikuwa anawaambia ndani yao wavae suruali. Wengine hizo suruali kwa leo tunaweza tukawa tunasema kaptula. Kiuhalisia tight ni suruali iliyokatwa kiuhalisia. Kiuhalisia tight ni kaptula ya mwanaume, ijapokuwa tu imebadilishwa maumbile. Ni suruali ambayo imekatwa. Hata wewe hapo ukiona suruali yangu hii niliyovaa, ukiikata inakuwa kaptula hii. Kwa hiyo tight ni kaptula ile, ni suruali ile imekatwa. Ni adui tu anahama kwamba umekimbia suruali, ameleta tight. Ushauri huwa ni mmoja.
mwanamke hapaswi kuvaa tight, kwa sababu ni dhambi ile ile ya kuvaa suruali. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Kwa hiyo ushauri huwa ni upi? Unatakiwa kama mwanamke huwa unatumia blazia ambayo inakuwa ni mfano wa sketi ndefu, si ndio? Hiyo ni blazia ya kifuani, samani amenipa collection. Lakini kuna kuaga na nguo mnaivaa underskirt, unaivaa ile underskirt ambayo inaanzia hapa kiunoni mpaka huko miguuni, na unavaa nguo ya ndani ambayo ni chupi. Isiwe ni chupi ya kamba, iwe ni chupi ambayo ni chupi kama chupi zingine. Achana na vile vichupi vinakuwa ni vya kamba, yaani unafunga vile vichupi vya kikahaba, au unakuta unatumia chupi ambazo zina sponge ndani, yaani kwamba ukivaa zinatunisha maumbile yako ndani hapa. Zile Mungu aruhusu. Na unapokuwa unatumia hivyo vitu, muombe Mungu akupe hekima, kwa sababu wokovu wa nafsi yako lazima ugharamie. Unaweza kuwa unapitia mateso kuvaa chupi labda na underskirt, labda mwili wako unavyotembea unakuwa kuna msuguano. Omba Mungu akusaidie, akupe hekima ya kuweza kuhimili hiyo hali ya msuguano kwenye mwili wako. Amen. Amen. Ubarikiwe mtumishi wa Bwana. Lakini pia kuna swali lingine, je, ni halali au ni vizuri au ni dhambi kuvaa mavazi yenye mapambo, vitambaa vyenye mapambo, ming'ao mingi? Lakini pia na mimi naweza kuongezea hapo kwamba labda shanga. Unajua kuna vitu, yani mapambo mengine ni shanga kabisa, ukiona ni shanga kwenye mikoba, kwenye pochi za kina mama, kwenye viatu, kwenye nguo, kwenye vitambaa. Ni halali kuvaa vitu vya namna hiyo, ming'ao, gold, silver, ming'ao ya aina mbalimbali. Karibu. Amen. Mapambo ya kidunia ni machukizo mbele ya Mungu. Sasa shetani huwa ni mjanja, anajua kitu kimoja. Wanawake wengi mmeshahubiriwa injili ya utakatifu kwamba msivae hereni masikioni, msivae mikufu mashingoni, msivae pete za ndoa mikononi, msivae mapambo kwenye miili yenu. Alivyoona hivyo, Biblia inasema wala hatukosi kuzijua hila za shetani. Moja kwa moja hivyo vitu sasa hivi amevihamishia kwenye saa, amevihamishia kwenye mikoba ya wanawake. Unakuta mwanamke amebeba mkoba, lakini ule mkoba umezungushiwa mnyororo, chain. Pale unakuta ni dhambi ile ile. Mara ya kwanza ulikuwa unauweka kwenye mwili wako, lakini sasa hivi shetani ameuweka kwenye begi lako. Anaweza kama ameweka kwenye saa ya mkononi, ukuta ile saa inakuwa ni ya gold au ni saa ambayo ni ya chuma. Umekimbia hereni lakini umevaa mkononi. Kwa adui ni mjanja. Ni hila za shetani. Amehamisha tu kwamba mara ya kwanza vitu utakuwa usivae kwenye mwili wako, ila ameviweka kwenye nguo. Kwa hiyo unapokuwa unavaa nguo yenye shanga, yenye inayong'aa, unapovaa nguo yenye lulu, unapovaa nguo zenye mapambo, moja kwa moja unakuwa kwenye dhambi ile ile ya mara ya kwanza ya kutumia mapambo ya kidunia. Ushauri wangu ni mmoja. Unaponunua nguo dukani, make sure unatafuta nguo ambazo ni plain, hazina mapambo. Tafuta nguo za kawaida. Unapoenda dukani au sehemu zote wanazouza nguo, tafuta nguo za kawaida. Epuka nguo zenye mapambo. Ni hila ile ya adui tu, kwamba mara ya kwanza zilikuwa kwenye kuvaa mwilini, sasa hivi ameweka kwenye vitu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nilikuwa ninazungumza. Amen. Amen. Lakini pia hapa nina jambo la kuongezea ambalo nitapenda kumshauri msikilizaji na mfuatiliaji kwamba kama unaweza kawa na doubts yoyote, ukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza, Biblia inasema mwanamke ajipambe kwa mavazi ya kujistiri, wala si kwa dhahabu na lulu. Kwa hiyo mtu mwingine utakuta anakuambia kwamba hii hata kama ni dhahabu, hata kama ni, sasa tuweke wapi? Tufanye nini? Mimi tu hapa naomba jambo la kukushauri. Unapovitumia hivyo vitu unapata amani, au kama unaona kwamba labda hiki kitu ukielewa, kwa sababu na mimi pia hapo mwanzo pia na mimi nilikuwa sielewi, yani nilikuwa nikiambiwa sielewi, lakini nilipo take time kumuuliza Mungu mwenyewe nikajikuta kuna muda nakosa amani. Lakini kuna muda pia Biblia inavyosema kwamba kutini bora kuliko dhabihu. Na wewe pia kaa chini, tafakari, muulize Mungu mwenyewe pia atakufundisha. Kwa amani tu ya moyo na iamue moyoni mwako. Tusije tukakutoka mzigo mzito kwamba pia na mapambo ni dhambi, lakini hiyo pia kama nilivyosema mtumishi kwamba nayo ni pati nyingine ya mapambo.
Kwa hiyo hapo ni wewe sasa kuwa makini na hivyo vitu. Kama unacho kuongezea hapo mtumishi? Amen. Kitu ambacho natamani tukifahamu, msingi mkubwa wa utakatifu wa kweli ni ukawaida, simplicity. Make sure unapokuwa unanunua hata mavazi yako sokoni, epuka sana kutafuta mavazi ya fashion. Tafuta yale mavazi ya kawaida tu. Lakini pia uwe ni mpenzi wa kushona nguo zako mwenyewe kwa vitambaa. Make sure unaenda kwa fundi, unashona nguo zako mwenyewe. Lakini ziwe ni nguo ambazo zinafunika mwili wako wote. Kuanzia kwenye viwiko vya mikono hapa, mabegani, shingoni, mgongoni, kifuani, miguuni mpaka kwenye kiwiko cha mguu. Usiruhusu nguo ambayo inabana na kuonesha mwili wako. Ni bora ukavaa nguo ambazo zikawa ni wide, bwanga. Sisi shuleni tulikuwa tunasemaga bwanga. Vaa nguo ambazo zinaruhusu kuwe na distance kati ya ngozi yako na nguo. Yaani ni nguo ambayo haikuoneshi ndani yako umebeba nini. Ndani yako kuna nini. Amen. Barikiwe. Lakini pia kuna hili swali ambalo liko very confused na watu. Je, kuvaa vitenge, kuvaa kanga ni dhambi au kuvaa yani kushona vitenge, kushona kanga ni dhambi? Lakini pia kuna ile mtu yuko nyumbani amevaa kanga. Sasa hapo pia, maana watu sasa hivi mtu unakuta ana vitenge ana kanga anaenda kuchoma kwa sababu anajua kwamba ni dhambi. Karibu. Amen. Ni swali zuri kwa habari ya vitenge na kanga, lakini nitajibu kwa hekima hii hapa. Unajua ndani ya hizi kanga kuna michoro mingi sana. Kama mnazionaga hizi kanga kuna kuwaga na michoro na kuna maneno mengi sana. Adui huwa ni mjanja. Katika vile vitenge huwa kunakuwa na michoro ambayo nyuma yake ina hila ya adui. Sasa michoro inaweza ikatumika kama mlango wa adui kushambulia hatima yako. Ni muhimu sana sana sana. Unapokuwa unachagua kanga, angalia michoro iliyowekwa mle. Ni muhimu sana kuangalia michoro ambayo ipo kwenye ile kanga ambayo utakuwa unaichagua au kitenge. Kwa sababu adui ni mwingi wa hila. Ushauri namba 1 ambao mimi nautoa, ni heri usivae kanga. Ni heri usivae kitenge. Ikiwa vile vitenge adui ameshawahi kuweka michoro na kuweka nembo za kishetani nyuma ile michoro. Ni muhimu sana kuwa makini sana. Lakini kuna nguo nyingi unaweza ukazivaa mbadala wa kitenge na kanga kwa sababu ya hila ya adui iliyopo kwenye vitenge. Amen. Amen. Lakini pia hapo naomba niongezee jambo. Kuna hivi vitenge ambavyo viko very common sana. Yaani unaweza kununua vitenge 10, vitenge 9 utakutana na michoro wa namna hii. Utakutana na ile michoro 6. Yaani 6 zimegeukiana kiasi kwamba unajiuliza hichi ni nini? Michoro ina 6 nyingi. Michoro imejaa wanyama, vitenge vimejaa wanyama. Wanyama simba, wanyama nyani, wanyama nyoka. Yaani michoro mingine adui anafanya kuiziba fulani hivi. Kwa hiyo ukiangalia zaidi unakuja kukuta hapa kweli kuna hila. Sasa kitu hapa ambacho tuwekane sawa kwamba kitenge wala kanga sio sababu ya kumzuia mtu kwenda mbinguni. Kwa sababu hivyo vitu vimekuwa, mtu anakuambia mtumishi, nikivaa kitenge, nikivaa kanga kitanizuia kwenda mbinguni. Hapana. Kitenge wala kanga kiwezi kukuzuia kwenda mbinguni, kwa sababu kinachomzuia mtu kuingia mbinguni ni utakatifu. Biblia inasema kwamba tafuteni kuwa na amani na kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambapo pasipo huo hakuna atakayemuona Mungu. Kwa hiyo ni utakatifu mtu ambaye utamuingiza mbinguni. Lakini kunakuwa na hizi precautions kuangalia hivi vitu, kwa sababu ni mlango ambao adui anaweza akapitia kuingia kwenye maisha ya mtu. Sasa wewe una kitu cha adui kwenye nyumba yako, unadhani adui hataingia kwenye nyumba yako? Hapana, lazima ataingia kwa sababu ya ule halali. Kwa hiyo dili kubwa au dawa ni kuondoa hicho kitu, hata kama ulinunua kwa gharama, imradi tu shetani asipate nafasi. Kwa mfano, unaweza kuwa na hivyo vitu kanga, vitenge, michoro ya aina mbalimbali, michoro ya ovyo. Kwa unajikuta muda mwingine kabisa unaanza kuota manyoka, unaanza kuota wanyama wakali, unaanza kuota vitu vya ajabu, lakini ukiangalia unavyo
wewe ndani mwako. Kwa hiyo dili au dawa ni kuvitoa tu hivyo vitu na kuvichoma. Lakini pia kuna wale ambao mnakaa kwenye nyumba za kupanga, mnashare choo, unakuta mtu anatoka na kanga. Yaani utatoka tu lazima umevaa ile nguo yako, labda ndio ujifunike na kanga. Ila usitoke labda hata na kanga mbili, hapana. Yaani mwanaume mwingine hata ukitoka na kanga mbili, umepita tu pale amekuona, tayari kashakuvua nguo. Na wewe ndio utakuwa tayari umeshasababisha yeye akuvue nguo. Kwa hiyo pita zako tu vile, umevaa nguo yako vizuri, na labda kama ndio hivyo umejifunika kaka, nenda. Wakati wa kurudi unatoka vile vile pia umejistiri. Mwingine hata anaweza ajui hata kwamba ulienda kuoga, labda anajua tu labda umetoka na haja yako. Kwa hiyo hawezi hata kujua, lakini kumbe ulikuwa kuoga. Kwa ni lazima tumkimbie shetani kwa namna yoyote. Tutamkimbia shetani kwa kumkimbia, lakini pia tutamkimbia shetani kwa kuviacha kuvitumia vitu vyake, kwa kuacha kuvaa vitu pia vya kishetani. Kwa kama una kanga, una vitenge vya michoro mbalimbali, au una vitambaa vingine vina michoro, yani mapazia, vitu aina mbalimbali, carpets, yani rogo ni nyingi, chapa ni nyingi, vitu ni vingi ambavyo vimechorwa kwa namna ya ajabu mbalimbali. Mungu akitupa neema, mimi nitakuja na logos na chapa, yani zina maana yake na vitu gani ambavyo adui amevificha. Mungu atupe neema hiyo. Jumatano ijayo tutasimama hapa tukuletea logo, vitu ambavyo vimefichwa ambavyo wanawake wengi sana wanavivaa. Kwa hiyo vitu kama hivyo pia ni vya kuviepuka. Ni matumaini yangu umenielewa hapo. Nitaongeza kitu kimoja kwa wale ambao mnaweza mkawa mnaona uzito na kwenye kanga na vitenge. Wana wa Mungu, kuingia kwenye ufalme wa Mungu ni gharama. Hii michoro na hila nyingi za adui zilizoko kwenye michoro hii ya kanga na vitenge. Yaani ukiwa unachagua vitenge, kuwa makini sana na hizo kanga. Lakini kwa ushauri wangu, kwa kuwa mkono wa adui unatenda kasi sana kuwarudisha Wakristo kwenye njia ya utakatifu, kuwa makini. Mwombe Mungu akupe hekima upate mbadala wa hilo vazi la kitenge na kanga. Amen. Hapa pia kuna swali hapo mwanzo ulizungumzia swala la dera. Sasa je, kuvaa dera ni dhambi au sio dhambi? Mwingine anaweza kavaa dera kanisani, mwingine akavaa dera wakati wa kulalia, mwingine anaweza kavaa dera wakati wa shughuli zake tu mbalimbali. Sasa hapo, je, kuvaa dera ni dhambi? Amina. Nitazungumza kitu kimoja kama mara ya kwanza nilizungumza, ni kwamba Mungu anataka uvae mavazi ya kujistiri. Sasa shida ya dera ni moja. Unapokuwa umevaa dera huwa linaruhusu muonekano wa mjongeo wa mwili wako. Yaani unakuta mtu akitembea, lile dera linakuwa lina uwezo wa kuakisi maumbile yake ya nyuma au ya mbele. Lakini pia dera lina tabia ya kunasa mwili. Yaani unakuta yamkini labda mwanamke akipata jasho, labda akiwa amesweat, lile dera lina tabia ya kunasa. Yaani linakuwa lina tabia ya kunasa kwenye ule mwili. Kwa hiyo hili vazi nyuma yake lina hila. Na ukitaka kuamini hiki kitu, ni vazi ambalo linatumikaga sana na wanawake wa kidunia kwenye kunengua. Kama mnaonaga kwenye kukatika. Yaani ni vazi ambalo wengi linapendelewa sana kwa sababu ni vazi ambalo ukiwa umelivaa, ukiwa unanengua, ni vazi ambalo linaruhusu ule muonekano wa mwili wako uonekane vizuri. Kwa ni vazi ambalo lina hila nyuma yake, kuonesha mjongeo wa mwili wako unavyotembea kama mwanamke. Ukiwa unatembea, linakuwa linaonesha maumbile yako. Mimi ninachoshauri, ziko nguo nyingi za kuvaa, lakini hakikisha nguo unazovaa hazionyeshi mjongeo wa mwili wako. Yaani unakuta ukitembea hivi hata sasa, jamani hii ni nini? Vaa nguo ambazo zinaruhusu mwili wako uwe kawaida. Mtu asijue chochote kinacho mjongeo wote wa mwili wako. Amen. Amen. Swali letu la mwisho kwa siku ya leo ni kwamba hapa sasa ufafanuzi zaidi. Je, kuvaa kilemba, yaani kilemba unatakiwa uvae wakati gani? Maana hapa imekuwa kwamba tuvae kilemba hata wakati wa kulala, uvae kilemba hata ukiwa nyumbani. Yaani ukiachana kwamba Biblia imetuagiza kwamba mwanamke asalipo afunike kichwa chake. Sasa unatakiwa kuvaa kilemba masaa 24 hadi wakati wa kulala, la kwanza. Lakini pia swali jingine, kilemba cheusi kivaliwe? Na kwa nini tunaambiwa tusivae kilemba cheusi? Kwa rangi zote ni Mungu kaziumba. Amen. Amen. Ni swali zuri ambalo umeniuliza na nitajibu kwa kupitia andiko la Wakorinto wa kwanza mlango wa 11
mstari ule wa 4, Biblia inasema kila mwanamume asalipo au anapohutubu na amefunikwa kichwa chake, yuaibisha kichwa chake, bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa chake, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawa na yule aliyenyolewa. Ndugu zangu, agizo la mwanamke kufunika kichwa chake kitambaa ni agizo moja kwa moja kutoka kwa Mungu, ni amri ya Mungu. Hicho ni kitu utakuwa ukifahamu, lakini pia unatakiwa ufahamu ya kwamba Biblia inasema mwanamke asalipo au anapohutubu. Kwa Mungu ameonyesha kwamba mwanamke unapofanya jambo lolote la maombi, kuhutubu ni kwa maana ya kutoa unabii. Kama kanisani una karama unabii, Mungu ameagiza kwamba ufunike kichwa chako. Na haya maeneo kusali inaweza kuwa ni nyumbani, inaweza kuwa ni barabarani, inaweza kuwa ni eneo lolote lile. Na kusali unaweza kuwa moja kwa moja unasoma Biblia. Kwa maeneo yale ambayo yanalazimu wewe kuomba, yanalazimu wewe kusoma Biblia, yanalazimu wewe kufanya unabii, funika kichwa chako. Sasa kuna muda ambao unakuwa uko free, uombi, amkini labda hausomi Biblia, haufanyi jambo lolote la kiroho, haupo kanisani. Kuwa huru, fungua kichwa chako. Muda mwingine unaweza kuwa usiku, labda umepumzika, fungua kichwa chako. Labda unatembea, unaenda barabarani, unaenda sokoni, funika kichwa chako. Lakini kwa wewe ambaye unajua una desturi ya kuomba sana ndani yako, yamkini una maombi ya ndani, muda mwingi unaomba, funika kichwa chako. Ukishajua wewe muda mwingi una ratiba ya kuomba, funika kichwa chako. Lakini sio sheria kwamba masaa 24 ufunike kichwa. No. Mungu ameweka majira. Ukiwa unafunga, unaomba, ukiwa kwenye kufunga, kuomba, kusoma Biblia, kutoa unabii, funika kichwa chako. Sasa kwa nini Mungu anasema ufunike kichwa chako? Cha kwanza ni mamlaka. Yaani Biblia inasema mwanamke anapofunika kichwa chake ni kwa ajili ya malaika. Malaika ni mamlaka yako ya kiroho kwako wewe mwanamke. Ni ishara yako ya kimamlaka. Na usipotii agizo, ujue moja kwa moja utaingia ufalme wa Mungu. Yaani ukienda kanisani kama mwanamke hujafunika kichwa chako, Mungu anajua siku hiyo hujahudhuria ibada. Anakuhukumu kama miongoni mwa watu ambao hawana utii. Yaani unakuwa unaonesha kutokutii. Kwa hiyo uwe makini. Maeneo mengi unapokuwa unaenda kanisani, funika kichwa chako. Eneo lolote ambalo linataka ufanye jambo fulani la kiroho, funika kichwa chako. Lakini unapokuwa free nyumbani, unapika, umelala, una shughuli yote ya maombi, be free, kichwa chako kiwe free. Lakini hakikisha nywele zinakuwa safi. Yaani hilo nawaambia jamani, nywele zenu wanawake ziwe safi. Sio ndo mba na vitu vingine vinakuwa kichwani. No. Hakikisha unatumia mafuta mazuri ambayo yanabakiza nywele zako kwenye asili yake. Unazichana vizuri hizo nywele zako kwa utukufu wa Mungu. Epuka kuweka vibanio si vya chuma, si vile magani. Wewe chana nywele tu kwa kiasi. Zikiwa ndefu sana, muombe Mungu akupe hekima jinsi ya kuzifunga, ila wengine wanasema unaweza kama unazikata kidogo tu, afu baada hapo unaendelea kuzichana. Amen. Bado pia kwa habari ya kitambaa cheusi. Amen. Kitambaa cheusi, wana wa Mungu. Ni kweli kuna imani na mtazamo kwamba rangi nyeusi ni rangi ya giza. Ni kweli, lakini katika mazingira tunaishi kuna vitu vingi vina rangi nyeusi. Hata ukienda jikoni kuna vitu vingi vina rangi nyeusi, nguo zenye rangi nyeusi, suruali zenye rangi nyeusi, mashati yenye rangi nyeusi. Imani iliyopo ni kwamba mawakala wengi wa giza wanavaa nguo nyeusi. Hivyo pia mawakala wengi wa giza, makuhani wengi wa giza wanavaa nguo nyeupe. Kwa hiyo kuna mkanganyiko hapa. Mimi ninachoshauri mwanamke, rangi ya kitambaa unachovaa kichwani haina shida, lakini kuwa makini, usivae kofia wala mizura. Kuna kofia sasa hivi zimekuja, watu wanavaa kofia hizi kichwani. No, usivae kofia. Vaa kitambaa. Chukua kitambaa chako, funga, na Mungu atakubariki sana. Amen. Amen. Barikiwe sana mtumishi wa Bwana sana.
Ningependa tumalizie sasa swali la mwisho hapa. Maana hapa huyu akawa amepata confusion kwamba sasa yeye imetokea kwamba wasivae nguo za dukani. Yaani nguo za special kwamba anapaswa tu kushona. Sasa mi hapa ninachoona ni confusion tu kwamba sasa huyu mtu anahitaji maelekezo vizuri. Amen. Amina. Kuna kitu kimoja kinasema kila kiuzwacho sokoni kule. Kuna kauli moja hiyo Paulo alizungumza kwa habari ya kwamba chochote kinachouzwa sokoni kule msiulize kwa ajili ya dhamiri. Ni kweli moja kati ya eneo ambalo adui amewekeza nguvu kubwa sana ni eneo la nguo. Nguo nyingi zilizopo dukani zina hila ya adui. Lakini katika hila hizo za adui kuna uongozi wa Roho Mtakatifu humo dukani. Kuna nguo zinaweza zikawa nzuri kwa ajili yako. Sasa kwa kuona wengi kwamba madukani kuna hila nyingi adui, kuna nguo za Gucci, kuna nguo za Louis Vuitton, kuna nguo za Nike, nguo za Lacoste. Yaani hila za adui ni nyingi sana madukani, na huko adui ameweka asilimia kubwa ya mashambulizi makubwa. Linakuja fundisho kwamba usinunue nguo za dukani. Lakini dukani huko kuna uwezo wa kuwa na nguo nzuri. Lakini cha muhimu ni kimoja. Unapokuwa unaenda kufanya shopping ya nguo au vyakula, omba uongozi wa Roho Mtakatifu akupe utambuzi wa ndani. Unapokuwa unanunua vitu vyovyote, uwe unaomba uongozi wa Roho Mtakatifu ndani yako, kwa sababu yupo kukuongoza. Utakapokuwa unanunua vitu vile vyovyote vyenye nguvu yote ya adui, Roho wa Mungu atakuongoza usivinunue. Kwa hiyo hata unapokuwa unanunua, ombea vile vitu vyako ambavyo ulikuwa unavinunua, kwa sababu adui yupo kunajisi vitu. Kwa dukani kwamba nguo za dukani ni dhambi ni kauli yenye ukweli nusu na uongo nusu. Lakini katika duka kuna nguo ambazo ni nzuri. Kwa hiyo ni kuwa na hekima tu. Unapoenda dukani, tambua adui ametamalaki kwa kubwa katika hizo nguo. Ni muhimu sana na ni ushauri mkubwa sana. Jifunze kujishonea nguo zako mwenyewe, kushona. Lakini pia unapoenda dukani, tafuta zile nguo za kawaida za heshima, zipo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana 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 mtumishi wa Bwana. Jambo la ushauri tu la kuongezea hapo ni kwamba yaani mwanamke yeyote yule lazima ujue kujistiri. Na hizi confusion zote zinazotokea, kuvaa kitenge ni dhambi, kuvaa vitambaa vya namna fulani ni dhambi, kufanya hiki ni dhambi. By the way, Mungu akitupa neema tutaendelea tena na maswali mengine wiki ijayo. Maswali bado yapo mengi, lakini haya tuliona ambayo ndio ya muhimu, yanawachanganya watu zaidi na zaidi. Mtu anashindwa sasa avae nini. Ukiwa huko nje utavaa chochote kile kwa sababu unajua uko sahihi. Sasa tumeingia huku kwa habari ya kuvaa mavazi ya kujistiri. Adui analeta confusions kwa watu. Sasa utakuta mtu anashindwa sasa aende wapi? Nibaki kwenye kujistiri au nirudi kule tu? Hapana. No. Lazima tujue wanawake kukimbia hila za adui. Kwa hiyo kwa haya machache leo ni matumaini yangu umebarikiwa zaidi na zaidi. Basi tutaenda kufunga kipindi chetu kwa maombi na Mungu akubariki. Amen. Amen. Mungu akubariki wote ambao mlikuwa pamoja nami kunisikiliza yale ambao Mungu anazungumza nanyi kupitia mimi. Ushauri wangu ni mmoja. Mafundisho yanayochanganya kanisa katika Injili ya utakatifu ni mengi. Ni muhimu kuomba uongozi wa Roho Mtakatifu sana katika mafundisho unayoyasikia na kupata ushauri na uongozi kwa watumishi wenye uzoefu mkubwa katika Injili ya utakatifu. Lakini uwe makini. Ukimuuliza asiyekuwa na uzoefu na ni wakala wa adui, ujue atakupoteza. Kwa hiyo ni muhimu sana, kama unaona jambo lote ni mchanganyo linakusumbua, tafuta wachungaji au watumishi ambao unaona hawa wana uzoefu mkubwa katika hiyo Injili ya utakatifu. Na uwe unatafuta zaidi ya watu 2 au 3. Biblia inasema ushahidi wa watu 2 ni uthibitisho, ni ukamilifu. Ukiniona mimi nasema hicho kitu, mchungaji mwingine anasema hicho kitu, mwingine anasema hicho kitu, na ukamwomba Roho Mungu akakupa amani,
kuna ule ufasaha katika hilo jambo, lakini make sure unawafuata watumishi wa kweli wa Mungu. Amen. Basi nitaenda kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru wa Mungu kwa ajili ya wote waliokuwa wanasikiliza yale Baba ambao walikuwa wanayazungumza. Naomba utukufu wako na hekima yako iwe juu yao, waendelee kufuatilia mafundisho katika utukufu wa jina lako, katika damu ya Yesu Kristo.